Kuna visiwa duniani ambavyo watu huvitafuta kwa ajili ya mapumziko ya peponi, lakini katikati ya rasi ya Venus kuna kisiwa kidogo ambacho hata Google Maps inaonekana kukipita kwa haraka. Wenyeji wa Venus hawakihitaji hata usiku, na wavuvi hupindisha njia zao maili kadhaa kabla ya kukaribia kwenye kisiwa hicho. Ardhi yao sio mchanga tu, bali ni majivu yaliyochanganyika na mifupa. Hewa sio upepo, ni kumbukumbu ya maumivu ya watu wanaokadiriwa kama 160,000 hivi waliotelekezwa wafi hapa. Serikali ya Italia imekifunga kwa vizuizi vya chuma, si kwa sababu ya thamani yake, bali kwa sababu ya kile kinachoishi ndani ya kuta ya hizi zilizochakaa. Kisiwa hiki kinaitwa Poveglia, na leo Hightie Hybrid tumefungua faili la kisiwa ambacho sayansi inakiogopa na historia inataka kukifuta. Je, una ujasiri wa kukanyaga mahali ambapo kifo kilikuwa ni mgeni pekee anayekaribishwa? Ili kuelewa kwa nini Poveglia inaogopesha, lazima turudi nyuma karne ya 14. Ulaya ilikuwa inafutika kwenye ramani kwa ugonjwa wa Black Death. Venus, mji wa biashara, ukawa mtego wa mauti, mamlaka zilizochanganyikiwa. Maiti zilikuwa nyingi kuliko ardhi ya kusikia. Poveglia ikachaguliwa kuwa lazareto, eneo la karantini, lakini kitalanta haikuwa hospitali. Ilikuwa ni sehemu ya kutupia takataka za binadamu. Watu wenye dalili ndogo tu ya kukohoa walichukuliwa kwa nguvu mbele ya familia zao na kutupwa Poveglia. Hakukuwa na dawa, hakukuwa na faraja. Waliachwa kwenye mashimo makubwa ya pamoja, Plague Pits. Inasemekana moshi wa miili inayoungua kisiwani hapo ulikuwa unaonekana kutokea Venus usiku kucha. Poveglia haikuwa kisiwa cha wagonjwa, kilikuwa ni kisiwa cha kuzalisha roho zilizokufa kwa hasira na upweke. Kama hujasubscribe channel Hightie, cha msingi subscribe, share kwa marafiki ili uwe mtu wa kwanza pale pindi tutakapokuwa tunatuma video zetu. Hightie Files, tunafungua mafaili. Wanasayansi walitafiti udongo. Walipofanya majaribio ya siri, waligundua kitu ambacho dunia haikutaka kukisikia. Zaidi ya 50% ya udongo wa Poveglia umetengenezwa kwa majivu ya binadamu. Fikiria hii kitalanta. Unapotembea kisiwani hapo, kila hatua unayokanyaga unakanyaga mabaki ya mtu aliyewahi kuota, kupenda na kuogopa. Mazingira haya yamebeba nishati ya maumivu, negative energy, kiasi kwamba hata mimea hapa hukua kwa maumbo ya ajabu, kama vile inajaribu kukwepa kitu kilichopo chini ya mizizi yake. Je, inawezekana ardhi ni ikawa imehifadhi vibration za wale watu wa kale waliokufa kwa hofu? Mwaka 1922 majengo ya Poveglia yalifunguliwa tena kwa ajili ya hospitali ya wagonjwa wa akili, lakini kitalanta huu ulikuwa ni uamuzi wa kikatili kuliko ugonjwa wenyewe. Wagonjwa ambao tayari walikuwa na akili zilizovurugika walijikuta wamefungwa na roho za karne za nyuma. Walipiga kelele usiku kucha wakisema wanaona watu wenye vidonda vya plague
wakitembea koridoni. Hapo ndipo hadithi ya dokta mmoja ambaye jina lake nalihifadhi inapoingia. Inasemekana alifanya majaribio ya siri ya upasuaji wa ubongo wa binadamu akitumia patu na nyundo, akiamini kuwa maumivu makali ndiyo yanatibu wazimu. Lakini kisaikolojia, dokta yule hakuwa akitibu, alikuwa anashindana na sauti zilizokuwa kichwani mwake. Maabara yake ilikuwa ni uwanja wa mateso ambao sufferings zilizidi kupanda juu ya sufferings za zamani. Mwisho wa daktari yule unatisha kuliko filamu yoyote uliyowahi kuitazama kabla. Baada ya miaka ya ukatili, dokta yule alianza kudai kuwa anafuatwa na kivuli cha giza. Siku moja alikimbia hadi kwenye mnara wa kengele. Polisi wa wakati huo walipata ripoti kuwa alijitupa chini, lakini ushahidi mmoja wa muujiza alitoa ushahidi wa kitalanta. Mtu mmoja alisema dokta yule alipoanguka kutoka gorofani hakuuawa kwa mwanguko ule, bali ukungu wa kijivu ulitokea ardhini na kumnyonga mpaka roho yake ikatengana na mwili. Leo kuna kengele ambayo ipo kwenye mnara huo alipokufa huyo dokta, lakini kengele ile haipo, iliondolewa miongo kadhaa iliyopita. Lakini wavuvi wa Venus usiku wa dhoruba usikia sauti ya ile kengele. Je, sauti ya mnara au sauti ya yule dokta inajaribu kuonya dunia isije ikakaribia? Wageni wachache waliofanikiwa kuingia hapo na waandishi na wachunguzi wa Paranamno, wachunguzi wa Paranamo wameripoti kitu kimoja: heavy atmosphere. Unahisi kama unatazamwa na maelfu ya macho. Baadhi wamerekodi sauti ya EVP za watu wakilia, tena wakisema kwa sauti ya ajabu, nisaidieni, nisaidieni. Lakini hapa haitaifailizi tumechunguza, na pia kwanza tujiulize, je, ni roho kweli? Saikolojia ya hofu inatuambia kuwa akili ya binadamu inapokutana na mazingira yenye historia mzito ya maumivu huanza kutengeneza tahadhari, fight or fight. Mapigo ya moyo yanaongezeka, akili yako inaanza kuchora picha ili kuhairisha au kuhalalisha hofu hiyo. Porogia inaweza kuwa ni kioo cha akili zetu kinachoonyesha kile tunachokiogopa zaidi, kusahaulika na kufia mahali pasipojulikana zaidi. Porogia sio kisiwa cha kawaida, ni kaburi la wazi ambalo serikali imeamua kulificha kwa sababu ya aibu ya historia ya binadamu. Ni sehemu ambayo inaonyesha ukatili wetu na jinsi tunavyoweza kutekeleza wenzetu. Wakati wa shida, ukweli unatisha zaidi. Sio kile kinachoonekana usiku, bali ukweli kwamba bado hatujui nusu ya siri zilizozikwa kwenye ardhi ile. Kama ungepewa nafasi ya kulala usiku mmoja kwenye Porogia, ungekubali? Na je, unahisi ni roho ndizo zinazotisha zaidi au ni historia ya binadamu? Andika kwenye komenti na ushare kwa marafiki kama umekubali hili somo au kama umekubali simulizi ya Porogia, kisiwa kinachotisha zaidi duniani kilichopo huko Venus, Italia. Asanteni sana
Bye bye. Stay hybrid, stay cautious. Haitai Failizi, tunafungua mafaili.